Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uhali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV. Nakukaribisha, karibu tena katika channel yako iliyo bora zaidi, utakayoelimika hapa na utafaidika. Toka tumeweza kujifunza na imani mengi zaidi umejifunza. Sasa kwa karibu nami leo mwalimu Ibrahim Maroa kutoka hapa Lecture Online TV. Kabla hatujaendelea, hakikisha umekwisha subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili uwe wa kwanza ufikiwe vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Pia unapokuwa umekwisha subscribe hapo unakuwa umeunga mkono juhudi za kheri ambazo tunaendelea kuelimisha siku baada ya siku. Karibu leo katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo ya siku ya Jumatatu, siku nzuri, ni siku ya kufunga sunna na ndio siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Leo nataka nikufundishe, nikupatie ni muda gani mzuri ambao ukiutumia muda huo utahifadhi Qur'ani kwa wepesi na kwa urahisi kweli kweli. Muda mzuri ambao ni rafiki kwa wewe kuhifadhi Qur'ani, ambayo itakuwa ni nyepesi kwa wewe kuhifadhi na wala haitakusumbua, kwa sababu tunafahamu kila muda ni mzuri, lakini kuna muda mwingine ni changamoto. Sawa? Haya, kwa karibu nami mwanzo mpaka mwisho. Endelea kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho bila kukata, na hakikisha umekwisha like hapo na comment na kusubscribe. Tunge mkono basi kufika mbali. Tukuze familia yetu ya Lecture Online TV. Karibu. Lakini pasi na kusahau kozi yetu ya lugha ya Kiarabu itaanza tarehe 30 ya mwezi huu wa 6. Zebekeni siku kadhaa tu. Wahi fursa hii usipoteze. Haya, message yangu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, kabla kutangulia kujitambulisha. Leo tutakwenda kujifunza muda mzuri wa kuhifadhi Qur'ani. Qur'ani kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie muda gani mzuri ambao ukiutumia utahifadhi vizuri pasina shaka yoyote. Karibu. Tutakuwa na vipengele vya aina mbili. Tutakuwa ni muda gani mzuri wa kuhifadhi na ni mazingira gani mazuri ya kuhifadhi Qur'an. Ndivyo ambavyo vipengele tutakuwa navyo kwa siku hii ya leo. Tutaanza muda ambao unafaa kwa kweli kuhifadhi Qur'ani ni muda tulivu. Ni muda tulivu. Nikisema muda tulivu muda bado nitakuwa nakuchanganya. Ni muda tulivu ambao sasa hivi chagua muda wewe ambao unaona muda huu ni muda tulivu kwangu mimi, nimetulia kweli kweli, hakuna fujo, sina kazi yoyote, sina bize, sina nini, anza kuhifadhi. Huo ndio muda tulivu. Lakini nitakutolea mfano wa muda tulivu uliokuwa tulivu kwa wewe, utaangalia unafaa kwa wewe kisha uweze kuhifadhi. Na maana mahafidhi wa Qur'an wametumia muda huu na alhamdulillah wamefikia huko zaidi. Katika sehemu hii tutakuwa nasema kwanza muda, sehemu nzuri ya kwanza ni muda wa usiku. Katika muda tulivu, muda tuliochagua muda wa usiku. Yes, ni kweli. Usiku Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ni muda wa kupumzika. Na usiku huu ndio ambao watu wamelala wote pako kimya, hakuna fujo, hakuna nini, na ndio pia muda mzuri wa kufanya ibada. Sasa muda huu wa usiku ukiwa utautumia vizuri katika kuhifadhi Qur'ani, hautakuwa unapata ile fujo za makelele magari, au utakuwa unapata fujo za watoto, kuna lot. Ukatulia vizuri muda wako mzuri. Tukisema usiku sio saa 2, saa 3 wala saa 4. Tukisema usiku tunamaanisha majira saa 8, saa 9, saa 10 kuelekea pale asubuhi, ndio muda mzuri hasa. Lakini katika usiku huu kuna mazingira mengi, Dar es Salaam ndio biashara imeamka, kwa hiyo kuna fujo ya maana. Lakini kama mazingira yetu mfano tulipo Kilimanjaro kwa saizi kidogo usiku pametulia. Kwa hiyo niposema chagua muda tulivu, nategemeana. Ikiona muda usiku unafaa kwa kweli hifadhi, lakini ikiona usiku unafujo zaidi, chagua muda mwingine mzuri. Twende muda mwingine mzuri katika sehemu muda tulivu ni muda wa asubuhi. Ile asubuhi saa 10 umeamka kwa ajili ya swala, hifadhi hata aya zako 5 zile ambako kulingana na uwezo wako. Sawa, nishakutangulia kuelezea. Hifadhi aya zako kulingana na uwezo wako. Kwa muda usiku ule pale, baada ya kushamaliza kuchukua zukogo, mchukua zako udhu, hifadhi kabla ya swali, na baada ya kuswali hifadhi aya 2-3, utaona utofauti wake. Lakini sharti uzingatie misingi ya kuhifadhi Qur'ani ile ambayo baadhi nikishaelezea mwanzo. Sehemu nyingine nzuri tulivu ni muda wa jioni, muda wa magharibi ule pale. Sawa, muda wa magharibi pia ni muda mzuri, saa 12 pale. Lakini hakikisha ni sehemu tulivu. Ukitulia vizuri utahifadhi kweli kweli. Lakini nategemeana na mwingine akili yake imechoka mpaka muda ule pale anashaka kuhifadhi.
Kwa hiyo muda tulivu utachagua muda ambao tumependekeza hapa. Ukiona unafaa uchukue, ukiona bado ni changamoto tafuta muda tulivu. Ndio point ya msingi. Na sehemu ya mwisho ni muda wa mchana kama inawezekana, lakini mchana ni changamoto kuhifadhi Qur'ani, ikiwezekana tumia muda huo. Tuangalie ni mazingira gani ambayo yatafaa kwa wewe kuweza kuhifadhi Qur'ani, yatakuwa ni rafiki sana kwa wewe. Mazingira ya kwanza ambayo yapendekezwa hasa na wasomaji wa Qur'ani wengi ni msikitini. Msikitini ni sehemu ambayo inakuwa tulivu kweli. Kwa muda ambao utakaochagua, mada mfano magharibi au usiku, hifadhia mazingira ya msikitini kama unaweza kwenda msikitini. Sehemu nyingine ya kuhifadhia Qur'ani, mazingira mazuri ya pili ni nyumbani. Nyumbani pia ukiamka usiku ule wa saa 8 saa 9 ukatulia vizuri, ukaenda zako sebuleni ukahifadhi Qur'ani vizuri, utapata, kwa sababu pale familia imelala, watoto wamelala tulivu, utahifadhi Qur'ani vizuri. Na sehemu ya tatu ambao katika viwango vyetu hapa ni shuleni. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye upo shule, either boarding au wapi, usiku ule ukaamka zako usiku shuleni ukahifadhi Qur'ani, utahifadhi kweli. Na pia mazingira shuleni mazuri kwa sababu unapata ile motisha na wanafunzi wenzako. Na sehemu ya mwisho ni njiani. Ukiwa unatembea unaweza kuhifadhi Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Ukiwa unahifadhi huku unatembea. Lakini kama inawezekana. Almuhimu, mazingira yote ambayo nimekutajia, muda mzuri uliokutajia, unazingatia na juhudi zako. Mtegemee Mwenyezi Mungu, kisha fanya juhudi, zingatia kanuni zote za kuhifadhi Qur'ani, chukua hizi muda tulivu na tafuta mazingira salama ambayo nimekuelezea hapo, utaona tofauti na utahifadhi Qur'ani kweli. Hakikisha tumesema chagua muda tulivu. Muda tulivu tumekutolea mfano, tumekutajia kuna usiku, mchana, jioni. Kwa utaangalia ni sehemu gani nzuri kwa wewe. Sehemu nyingine mazingira tulivu tumekutajia hapo, mfano nyumbani, msikitini na mengineyo. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Marwan. Nimefikia hapa mwisho katika kutajia muda mzuri wa kuhifadhi Qur'an. Chukua na ufanyie kazi. Kama umeelewa, umekubali, like hapo, toa maoni yako katika comment tuweze kuuza Familia Lecture Online TV. Karibu sana, kozi yetu ya lugha ya Kiarabu inaanza tarehe 30 ya mwezi. Usichelewe. Karibu sana. Maasalama.